Na ndipo akaiona dhahabu iliyozidi mawazo yake yote. Katika kijiji kidogo cha Afrika aliishi kijana mmoja aitwaye Baraka. Alikuwa kijana maskini, lakini moyo wake ulichukuliwa na ndoto moja. Dhahabu. Nimechoka na maisha haya. Kwa kweli, nitaitafuta dhahabu. Ndugu yangu Baraka, sio kila safari humrudisha mtu salama. Ndiyo hivyo, mimi nimeshachagua utajiri. Haijalishi gharama yake. Baraka alipuuza kila onyo. Akavuka nchi na hata bahari yenye hasira kali. Baraka, akiendeshwa na tamaa, alivuka ardhi bila woga. Sikati tamaa wala kiuno, maana hata bahari haitaweza kunizuia. Baraka alipuuza kila onyo. Akavuka nchi na hata bahari yenye hasira kali. Alisafiri kwa bidii hadi alipoufikia msitu wa Amazo, msitu unaopumua, unaoona na wenye kukumbuka. Lakini msitu wa Amazo ulikuwa hai, ulikuwa bado unapumua sana tu. Kadri alivyozidi kuingia ndani, ndivyo ulivyozidi kumnongoneza, lakini tamaa ilimfanya kuwa kiziwi. Umefuata dhahabu. Msitu unatisha sana. Nafsi yangu. Rudi haraka. Rudi haraka. Ondoka hapa. Nani hapo? Na ndipo akaiona dhahabu iliyozidi mawazo yake yote. Sasa dhahabu nimeipata. Lakini msitu ulikuwa na gharama yake, na tayari alikuwa ameikubali bila kujua. Unachochukua kinakuchukua. Unachochukua kinakuchukua. Nisamehe, tafadhali, nisamehe. Unachochukua kinakuchukua. Bwana, niache dhahabu hii. Ni yangu. Hapana. Niachieni. Kijana Baraka hakuweza tena kurudi Afrika. Alinasa huko Amazon na kugeuzwa kuwa mti. Inasikitisha sana kijana Baraka. Mtu aliyeitafuta dhahabu akaishia kutafunwa na dhahabu. Kuna hazina ambazo hazipaswi kupatikana, kwa sababu ukizichukua nazo zinakuchukua.